Nishaigiza Teja, nishaigiza Loverboy, Sisi tumejiposition, we are strategic. It means even how we move, tuna move na mpangilio. Some organization exists because there's money for young people. Yes. Yes. Some organization exists because there's money for young people. But for us, we want to be remembered that we were there even when there was no money for young. Atanivotia kwa president, anivotie kwa sababu alinijua through the work you are doing. I was doing. Welcome back to another episode. This is Morgan na 1-to-1. Today we are hosting another youth group, a leader of a youth organization inaitwa The Amplifiers Youth Organization. It's based in Changamwe, Chaani. The young people of course wanafanya kazi safi sana. Wako kule kwenye hospitali kuhakikisha kwamba vijana wenzao wanapata huduma za afya. Karibu sana Bwana Githuku, and to facilitate the discussion I'm with my co-host Leonida. Watu wanafaa kuanza kumpigia makofi sasa. So, karibu Geoffrey Githuku, maybe tukianza you can just introduce yourself for the benefit ya mtazamaji, and then we can proceed. Thank you so much. Kama ulivyonitambulisha, najulikana kama Geoffrey Githuku. Mimi ndio mkurugenzi mkuu na mwanzilishi wa shirika la vijana linalojulikana kama The Amplifiers Youth Organization. Na kama ulivyosema, sisi tunapatikana Chaani, Changamwe, Coast General, ambapo pale kuna container ya vijana ama tunaita youth center. Container ma youth friendly center. Friendly center. Na sababu kwa nini nimeita container, so maybe along the conversation pia nitasema kwa nini. So sisi ndo tuko pale, tumepewa ile jukumu ya kusimamia ile youth friendly center. Nimefurahi, nimekuwa nikiona the videos. Nikatamani nifike, na nashukuru kwa mwaliko, leo niko hapa. Asanteni. Karibu Bwana Githuku, na sisi ni Githuku pia wanamuita Hasani. Karibu. Karibu pia, sisi tumefurahia kuwa na wewe, na tuna hope tutaenjoy the conversation. Na sasa tukianza Githuku, you see kuna organizations mingi huku Mombasa, na pia tuko na issues mingi vijana wanapitia. Sasa pengine wewe tuchukue through that journey ya your organization. What is this thing iliwafanya mkasema now we need to start something and sisi ndio tutafanya kitu tunataka kuchange? Asante. Safari ya The Amplifiers Youth Organization ama Tayo inaanzia tulikuwa registered 2021, but the journey for me as a founder ilianza kitambo 2018, ambapo hapo nilikuwa nimemaliza my secondary education. So after immediately nimemaliza my secondary education, nikajiunga na kikundi cha uigizaji ambacho kinaitwa Pwani Theatre Group. So kupitia Pwani Theatre Group tukajuana na mashirika mbalimbali ambayo sitaweza kuyataja yote, lakini nitataja moja. La Stretchers. Kupitia Stretchers nikapitia capacity building, ambayo capacity building ile na in 2018 mwisho tukawa tuko pale Chaani. Kitambo ilikuwa inaitwa Chaani Dispensary. Tulikuwa pale tukisaidia mavijana kuhakikisha kwamba wanapata huduma kwa njia ambayo iko sawa kwa, ama kwa njia ambayo iwapatie changamoto wao kama vijana. So kupitia kukaa pale nikawa najishuhudia zile changamoto ambazo wanapitia first hand, wazungu wanasema. So hiyo experience ya kuona zile challenges, first hand experience of those challenges that my fellow young people are going through. Along the way, unfortunately, Pwani Theatre ikaweza kufa. So ile na Matayo ikaweza kuzaliwa.
na 2021 October tukaweza kujisajili rasmi na tunashukuru mpaka sasa hii at least jamii inaweza kuona ile kazi ambayo the Amplifiers Youth Organization inaweza kufanya kule nyanjani. Unajua the funny thing sikuwa najua wewe ni actor. Mwigizaji moja noma. Karakta yako sasa inakuanga gani kwa kuigiza? Wajua uzuri wa uigizaji ni kwamba unaenda na best ile role yenye umepewa. Okay, so, sasa hiyo role yako sasa tunataka tu so inategemea na script. Umepewa role gani kwa script. Mwigizaji ana ile ati mimi yangu ni hii. Mimi nishaigiza teja, nishaigiza lover boy, nishaigiza mpiga ngoma, so naweza kucheza role tofauti. Hata tukirudi kwa mazungumzo yetu, hiyo ilikuwa by the way. So kama Tayo, pengine ungeweza kutuelezea zile tu kwa ufupi, those main things ambazo nyinyi mnafanya, ile focus yenu kama Tayo ni gani? Tayo inafanya kazi kwa chini ya thematic areas ambazo nitazitaja. So thematic area number 1 ni economic empowerment, ambapo kwa sahihi tumejikita sana kuelimisha vijana wenzetu jinsi gani wanaweza kujitengezea wao wenyewe nafasi za ajira. The second one of which now ndo tunajulikana zaidi na ndo tunaifanya kwa ubora zaidi ni health and well-being. Ambapo kwa health and well-being tumemeja sana kwa advocacy. Na advocacy tumemeja sana kwa sexual and reproductive health and rights. And also cross-cutting issues that contribute to that. Maybe tukiendelea, najua kuna mahali ulikuwa umeiguzia and kazi yenu ni mingi. Unajua ukianza kuongelea 2018 kuja 2021 kuna thematic areas zenu ziko na uzito. Ukianza kupeana hizo the scenarios, there are so many, and maybe kwa niaba ya msikilizaji or someone who is watching us and they are following on the work you are doing, najua mko sana kwa social media, wanaona you post what you do, and maybe kwa kazi zenu zenye mmefanya from 2021, it's 4 or 5 years down the line, there's that one story of impact, of change. Maybe it's a person or just something that you did and you feel it came out like there's a transformation that you people created through your organization. Najua ziko mingi sana, but that just one story of change that you are proud of as a director and even as an organization that you can proudly speak about to the people who are listening to us. I think the journey of change it starts within the organization. Hapo ndani kwanza wale wenye wanaongoza the organization. As I said, wajua many of the organizations zenye zikianza wataangalia they will be poaching those that people are already skilled, that are already established, wenye wako specify kwamba kama ni finance ameenda kasomea finance. But for me when the idea came, I went and randomly kwa community identified young people that were actually not even in that field, not hawajasomea whatever they are now undertaking within the organization. Sasa tutoke kwa organization kidogo tu tuende sasa, because you are serving young people, you are serving the community. Sasa moja tu ya community, the youth friendly center. The youth friendly center that we are serving, the Chan Youth Friendly Center. That one, we are also very proactive and vocal in terms of pushing for that. And they are now assisting young people to access services in a more friendly and acceptable manner that the young people want.
but the youth friendly center. The second edition of the AYP strategy. Unakumbuka mzee mwenzangu tukizunguka the sub counties tukipick views, right? Mpaka organizing the launching, kutafuta the signatures and the directors, the chief officer, the governor, you know. Yeah, so for us we have many to point, but aside from now the community itself knowing Tayo, the work that does, and also in terms of empowering, there are some young people they can now write memos, meaningfully engage policy makers and articulate issues. Thank you. Tayo, anasema the Amplifiers Youth Organization. I have this question, Githuku. Yes. Ni Githuku ama ni hiyo nyingine? Sawa. Unajua, what do you think the other generation, unajua youths work lead organizations, kuna venye wa people wanawaperceive. So what do you think the other people are missing about youth leading an organization? Like, what is that power that you have that people are missing out there, especially the other generation? The power is that sisi tumejiposition, we are strategic. It means even how we move, tuna move na mpangilio. If maybe we want something to be addressed, we sit down in an organized manner and come up with strategies, and so we are not random. We have systems that guide us how we should move. So that's what I will say is our biggest power that we have. Apart from that, it's also give us an upper hand to be easily heard. Because ukifata, let's say a policy maker as an organization, they know these are people wenye wanajielewa. Rather than sisi tu ni vijana tumejikusanya ama mimi tu as an individual kijana. The power in numbers. So they know these are people that are organized and they know what they are doing. And also in terms of pooling resources, it's easier for young people that are in an organized setting, organized environment to pool resources, rather than those young people that are randomly everywhere ama anywhere. Tunapata tu opportunity imekuja ndo mnadonjo. So that's interesting. The power of being together and all that. That's amazing. Unajua watu naambiwanga will not be young forever. Unajua 10 years from now sijui nikikupata utakoma za kutembea na mkongojo ama itakuwa vipi, like, but basically watu tunaambiwa as young people will not be young forever, will not be there forever. Hata wewe najua uko Tayo, hata watu wenye wako hapo sai, that's why we keep growing so that tomorrow someone will transit to something else. And when you umetuambia from your different programs and you implement, especially in Changamwe, maybe 10 years from now, what do you want to be remembered, Tayo, as an organization? Watu wa Changamwe watawakumbuka na nini? What is the legacy you want to leave behind 10 years from now? Kwa hizo kazi zote zenye mnafanya, because I know maybe 10 years from now utakuwa director, utakusha kuwa president, but utakuwa unataka mkumbukwe na nini kama Tayo? I think as I say, we exist for the young people. And the best that we can leave behind is being there for the young people. I will frankly say some organization exists because there's money for young people. Yes. But some for organization us, exists because there's money for young people. But for us, we want to be remembered that we were there even when there was no money for young people. It means ya kwamba kijana hata kama hakuna pesa ya kurun projects and everything and nini, but you're still there for them. Still there for them.
And that's all that we need to be remembered for. Yeah. So hata 10 years from now, hata nikikupata umekuwa president, I'll still remember you were there. Nataka tele kijana atanivotia kwa president, anivotie kwa sababu alinijua through the work you are doing. I was doing through time. So thank you sana Geoffrey. Amesema they exist for young people. They will be there hata wakati kutakuwa na pesa for young people and there will be no money for young people. Amesema if they have all the resources, they'll not stop what they are doing to bring impact to the community. They'll keep doing it and even better and bigger. Thank you so much. It has been Geoffrey Gituku, the Executive Director, the Amplifiers Youth Organization. They are based in Changamwe, Chani Youth Friendly Center. Thank you. I think that is the